Na kama kupata ni foleni na mimi wote tutafanikiwa Mapambano misoto yendelee, na mbona wengine walipata jana, na tena inabidi uvumilie, mke wangu yatupasa kupambana. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili, tega. Sasikia mke wangu, mina kwenda kutafuta pesa, na kuamini mke wangu, na kuomba unitunzie heshima. Si unajua hali leo si ya jana, niamini nina kwenda kupambana, akijalia Mola pesa nitaleta. Haya, ninajua nikendo taumia, futa chozi punguza kulia, nitakukumbuka pia nitajikaza, punguza pressure na tafuta pesa, ukilala lala salama. Rose, shemeji yangu. Aisee, samahani sana. Nimekuita hapa, nilikuwa na maongezi machache tu na wewe. Bila samahani shemeji yangu. Ndio maana nimefika mahali hapa ili nje nikusikilize. Okay, nashukuru. Sorry kwa haya nitakayoongea kama yatakukwaza, lakini naongea ukweli wa moyo wangu kabisa. Ujue Rose, wewe ni mwanamke mzuri sana. Na kwenye mazingira haya uzuri wako mimi nimeuona. Na ukiangalia tu hupo huko kijijini, lakini uzuri uliokuwa nao umejificha. Umeona? Kwa hichi nitakachokiongea najua ni shemeji yangu, lakini kama nitakukosea utanisamehe. Kiukweli Rose, mimi nakupenda sana. Wewe ni mwanamke ambaye naamini nikiwa na wewe na uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana. Wewe unaweza ukawa ni mwanamke wa ndoto zangu, kwa maana nahitaji nifanye uzuri wako uonekane. Rose, wewe ni mdada mzuri sana. Ni shida tu ya mwanaume uliokuwa naye. Mwanaume anashindwa hata kwenda kushevu hata ndevu. Unafikia anaweza akakutunza wewe Rose? Mwanaume anatumia kiswaswadu. Ulimwengu wa leo ni wa kutumia kiswaswadu. Hivi kweli? Nisikize shemeji yangu. Wewe si rafiki kabisa na mume wangu. Huoni kwamba itakuwa ngumu sana? Yaani kwenye urafiki sawa, sikatai. Lakini Rose, utaendelea kuishi maisha haya hadi lini? Jaribu kunielewa, jaribu kukubali hichi ninachokuambia ili niweze kufanya kitu kikubwa. Hivi unajua katika wanawake hapa kijijini wewe ni moja ya wanawake wazuri sana. Unajua? Wewe ukiwekwa hata na Wema Sepetu huyo anayemuonyesha kwenye ma TV huko, hawezi kukufikia hata robo. Na kama kupata ni foleni na mimi wote tutafanikiwa Mbona majaribu yaniishi? Kila njia ninayopita lazima nikutane na majaribu.
nimekula vipigo vya kutosha. Hapa tena nimepumzika tu kidogo na kuja kuamka naona begi tena. Huu utakuwa mtego huu. Siku za kufanyani miti yote uteleza. Siwezi kulichukua. Nitakuwa nafanya dhambi. Au utakuwa mtego ambao baadaye nitakuja kujuta. Lakini naweza nikaacha, pengine Mwenyezi Mungu kaamua kunipa zawadi. Pesa zote hizo. Hapa nikifanikiwa kulichukua begi, maisha yangu yatabadilika. Acha tu nilichukue. Litakalokuwa naliwe. Mapambano misoto yendelee, na mbona wengine walipata jana, na tena inabidi uvumilie. Naomba unipe nafasi niweze kukuonyesha namna halisi ya maisha. Shemeji yangu, acha kwanza nikatafakari, takupatia jibu wakati mwingine. Rozi, ngoja nikwambie kitu. Sawa, haina haja ya kufikiria sana, lakini acha nikupe muda uweze kufikiria, na naamini kama utaweza kusikiliza maneno yangu, naweza tukafanya kitu kikubwa sana. Mimi nataka nibadilishe maisha yako Rozi. Sawa. Kweli shemeji yangu. Mke wangu, yatupasa kupambana. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Hamida mwanangu. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa nyumba nafanya usafi. Ndio sio nilipita kwa kufanya usafi. Mbona nywele zinaonekana zimechafuka? Ni mama changa tu nilikuwa nafanya usafi. Hebu geuka nyuma. Vipi mdogo wangu? Nishamchafua mwenzako huko. Inaonekana ulikuwa umelala chini. Bila shaka huko ulikotoka ulikuwa na mwanaume. Unaweza ukaendelea na mambo yako, halafu baadaye utanieleza ulikuwa na nani. Foleni na mimi wote tutafanikiwa. Mapambano misoto yendelee, na mbona wengine walipata jana, na tena inabidi uvumilie. Mke wangu, yatupasa kupambana. Maisha ya sasa ni Pigana. Nikusha. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega ni kitendawili. Maisha ya sasa ni kitendawili, tega. Kaka, ile siku ambayo umenikopesha ile pesa, mke wako alinifuata nyumbani na kuninyang'anya. Na alinizungumzia maneno makali sana. Dada, umeanza uhuni wewe msela. Sikiliza nikwambie. Wakati tunakopeshana hela tulikuwa wawili. Mke wangu hakuwepo. Labda unifahamu vizuri. Mimi ni mtu mmoja mwenye roho nzuri sana, kama utaenda ninavyotaka mimi. Pia ni mtu mmoja mwenye roho mbaya sana. Dada, mimi na roho mbaya. Sasa kaka, nitaitoa wapi wakati alikwamba nimekuambia mkeo alikuja akaifuata nyumbani kwangu na kuninyang'anya na kunitusia kwamba mimi natoka na wewe. Kwa nini umenipatia hiyo pesa? Sasa sikia, nakupa siku 2. Yaani leo na kesho. Nataka hela yangu. Na tena sio 10,000. Nataka 20,000. Iko hivi. Kinachotakiwa kwa sasa wewe ni kuchagua. Unipe pesa yangu au unipe mwili wako. Sasikia mke wangu, mimi nakwenda kutafuta pesa, na kuamini mke wangu, na kuomba unitunzie